Habari za mchana. Juzi Ruto alitufundisha jambo, akasema semeni jambo, tukasema jambo, lakini the real thing ni habari za mchana. Hawa Kenya hawa kwenda kusaini mkataba, anasema kuweka kidole mkataba. Inabidi tuwaweke kwenye lessons za Kiswahili. Hapo hapo Samia. Unajiita Mswahili, mnajiita Kiswahili nchenu. Hapo mumesikia wenyewe. Cha kwanza, jambo, salamu, amezungumzia salamu. Salamu, jambo. Habari gani? Yaani hii ni salamu wakati wote, usiku, mchana, jioni, asubuhi, inakubalika jambo. Habari za mchana. Asubuhi utasalimia watu habari za mchana. Kiswahili gani hicho? Salamu 0. Ruto is right. Jambo ndo salamu ambayo inafaa usalimie mtu wakati wote, mahali popote, kwenye hadhira kubwa. Samia Suluhu za Nyami. Haya, kutia kidole mkataba. Mnasema kutia kidole mkataba si Kiswahili. Sasa kusaini mkataba, kusaini, umetohoa Kiswahili. Signing, it's an English word. It's literature, ni fasihi kusema kutia kidole. Hiyo ni fasihi. The same way umetohoa kusaini, kutia saini mkataba. Saini ni Kizungu. Kiswahili iko wapi hapo? Sign, signature ni kusaini. Kiswahili chako kiko wapi? Sasa umeturekebisha vipi? Wewe umetumia fasihi, pia mimi nimetumia fasihi. Kutia kidole ina maana yake, it's a phrase, it's a phrasal verb. Kwa Kizungu tunasema hivyo. Yaani nadhani tunaeleweka kwa jinsia hiyo. So hakuna chenye mnaweza mkatuambia Tanzania. Huyu ni mama yenu anaongea vitu, atafikiria anachokiongea, anaongea tu. Kiswahili gani? Kusaini ni Kizungu kimetolewa. Ushona? Alafu sisi tukisema kutia kidole mkataba, kutia kidole ni kumaanisha uko kusaini kwako. Sasa mwandikieni Mama Samia Suluhu hapa, mwandikieni kusaini mkataba kwa Kiswahili ni vipi? Kwa usanifu wao wanaoongelea misioni, mwandikieni hapa.